Usinunue petroli mtaani. This is Boss Booth, the motorcycle doctor. Leo nitakuelezea ni kwa nini usinunue petroli mtaani. Ikiwa unahitaji kuweza kutunza pikipiki yako, ikiwa pikipiki yako unahitaji iweze kubakia salama kwa kipindi kirefu kabisa bila kupata changamoto yoyote ile, basi usinunue mafuta mtaani. Ni kwa sababu gani nakwambia usinunue mafuta mtaani? Kwa sababu mafuta yanauzwa mtaani. Ikiwa utauziwa mafuta ambayo yamechanganywa na maji, vumbi ama kutu, basi una hatari kubwa sana ya kuweza kuharibu carburetor yako, kwa sababu carburetor ni kiungo pekee katika pikipiki ambacho kinatumika kuweza kuchanganya mafuta pamoja na hewa katika uwiano sahihi. Ikiwa utauziwa mafuta ambayo yamechanganywa na maji, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupelekea carburetor yako kuweza kuziba kabisa. Changamoto ni moja. Mafuta mtaani unaweza kuuziwa mafuta ambayo yamechanganywa na maji, ama chupa iliyotumika kuhifadhia yale mafuta ikawa ina uchafu, na uchafu ule ukapelekea pikipiki yako kuweza kuzima. Na ikiwa katika mazingira ambayo huwezi kuepuka swala la wewe kuuziwa mafuta mtaani, basi hakikisha watumia kitambaa kuweza kukinga uchafu kutoka katika yale mafuta. Chuja yale mafuta, tumia filter kuchuja mafuta. Na ikiwa katika mazingira ambayo huwezi kabisa kuepuka kutumia mafuta yanayouzwa mtaani, basi jitahidi kuweza kutumia filter kuweza kuchuja yale mafuta, kwa sababu kuepuka mafuta yenye uchafu ni bora zaidi kuliko kwenda kununua carburetor nyingine. Pia hakikisha chupa ambayo unatumia kununulia mafuta ya petroli, wakati mwingine unaweza kununua mafuta Shell lakini umeenda na chupa chafu. Ikiwa chupa unayotumia kwenda kununulia mafuta ikiwa na uchafu, basi bado pia una hatari kubwa kuweza kuharibu carburetor yako. Kingine, hakikisha unasafisha ya filter yako mara kwa mara, ama wakati mwingine unabadilisha kabisa ya filter mara kwa mara, kwa sababu uchafu unaojitunza katika ya filter unaweza kuharibu carburetor yako vile vile. Lakini jambo la muhimu hapo ni kwamba utajuaje ikiwa filter yako imechafuka? Pana mambo mawili ambayo yatakusaidia wewe kuweza kuelewa ikiwa filter yako imechafuka na inahitaji kubadilishwa. Pale ambapo utaona pikipiki yako inavuta petroli nyingi sana, basi moja kwa moja lazima uweze kutambua kwamba air filter yako imechafuka. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza kuweza kujua ikiwa air filter yako imechafuka ni pale ambapo petroli inavutwa kwa wingi sana. Kitu cha pili ni pale ambapo pikipiki yako inatoa moshi mwingi. Ukiona pikipiki yako inatoa moshi mwingi, basi jua moja kwa moja changamoto kubwa ipo katika air filter yako. Na kitu kingine cha mwisho ni nguvu kushuka. Hakikisha walau unasafisha filter yako mara moja ndani ya muda wa wiki 2 ili kuweza kufanya pikipiki yako iweze kuwa salama zaidi katika upande wa carburetor, lakini pia katika upande wa engine. Kingine, badilisha ya filter yako pale ambapo unaona kabisa hii imechoka. Pale ambapo unagundua kabisa ya filter yako imechoka, imeshakaa muda mrefu, ya filter yako inapokaa kwa muda mrefu, badilisha. Kingine, kuna ile kosa kubwa sana ambao watu wengi wanafanya kimzaha, wakati mwingine hawaoni kama kuna umuhimu mkubwa. Usitumie pikipiki yako ikiwa haina ya filter. Hakikisha acha ule ubaili wa kusema unaendesha pikipiki isiyokuwa na ya filter. Fanya mpango, tafuta ya filter, nunua ya filter. Huwezi kuepuka ya filter katika pikipiki. Kuna baadhi ya watu ambao wanaendesha pikipiki zisizokuwa na ya filter. Air filter ina umuhimu mkubwa sana katika pikipiki yako. Usiendeshe pikipiki pasipokuwa na air filter. Nunua air filter ili kuweza kufanya pikipiki yako endelee kubaki salama. Utajiuliza kwa nini watu wengine wanadumu na pikipiki kwa muda mrefu, lakini pikipiki yako inashindwa kumaliza hata mwaka mmoja. Kitu kingine, ikiwa hauna kawaida ya kuendesha pikipiki yako kila siku, pale ambapo pikipiki yako unaamua kuipaki, basi zuia mafuta kuingia kwenye tabu. Ikiwa mafuta yatakaa kwenye tabu kwa muda mrefu, pikipiki yako haitumiki, imepakiwa, basi yale mafuta yanaweza kutengeneza utando ama uchafu ambao baadaye uchafu ule unaenda kuasili
unatengeneza mabonge ambayo yanaenda kuziba katika carburetor yako. Kwa hiyo ikiwa una kawaida ya kusafiri na kuondoka mara kwa mara, hautumii pikipiki yako, basi hakikisha unafunga ile koki ya mafuta inayoruhusu mafuta kutoka kwenye tanki kuingia kwenye tabu, ili mafuta asiendelee kuja kwenye tabu, kwa sababu kama mafuta yanakuja kwenye tabu na yanakaa kwenye tabu kwa muda mrefu, pikipiki haiendeshwi, yale mafuta kwenye tabu yanaweza kutengeneza utando ambao baadaye unaweza kuwa ni vibonge vidogo ambao vinaenda kuziba katika carburetor. Kosa lingine kubwa ambalo watu wengi wanalifanya ni kutumia vipuli feki, vipuli vya bei rahisi, vipuli ambavyo vinatengenezwa katika uwiano usio sahihi, vipuli ambavyo vinachakaa haraka sana na kutengeneza kutu, kuharibika, kupasuka, kitu ambacho kinahatarisha sana maisha ya pikipiki yako, kwa sababu ikiwa unatumia ya filter ambayo imepasuka, ni kwamba ya filter hiyo itakuwa na ruhusu vumbi kuingia ndani, na vumbi lile linaenda moja kwa moja katika carburetor yako na kuweza kufanya carburetor yako iweze kuziba. Hakikisha unanunua vipuli original kabisa vya pikipiki kutokea Bufu and Solomon Genuine Spare Parts, sehemu pekee ambapo unapata vipuli original vya pikipiki Tanzania. Duka la Bufu and Solomon Genuine Spare Parts linapatikana Kariakoo, mtaa wa Swahili na Mafia. Ili usipitwe na quick take kama hizi, hakikisha una follow page hii Bufu_Belling, ambapo utapata quick takes za kutosha kabisa kuhusiana na pikipiki yako. Boss Buff, the motorcycle doctor. Stay tuned.